Habari za mchana ndugu wapenzi watazamaji wa kipindi cha afya yako na Simos Plus. Kipindi chetu cha afya kinatuletea elimu mbalimbali kuhusiana na masuala ya afya, ambapo tunajifunza vitu mbalimbali, tunajadiliana na kuelimishana. Kama ilivyo ada yetu, kipindi chetu ni cha muda mfupi, dakika 20 mpaka 30. Na ndani ya studio yetu leo tumebahatika kupata wageni wawili ambao ni wataalamu wa mambo ya afya, ambaye upande wangu wa kulia ninaye, karibu. Naitwa Dr. Peter Bujari na furahi kuwa kwenye kipindi cha Simos Plus na afya yako. Na upande wangu wa kushoto ninaye mgeni wetu, karibu sana. Mimi naitwa Dr. Julius Mwimbi. Nimefurahi kuungana nanyi siku ya leo katika kipindi cha Simos na afya yako. Asante sana. Kama nilivyowaambia, lengo ni kuwaelimisha kuhusiana na afya yako na Simos Plus. Katika kipindi cha leo tutajadiliana na madaktari, tutauliziana na maswali. Tafadhali, kama upo peke yako, watumie linki hii watu waweze kusikiliza na waweze kujifunza kuhusiana na afya zao. Kwa kuanza, kitu muhimu tutakachokishughulikia na tutakachokijadili ni kuhusiana na Simos Plus. Watu wengi sana wanaona neno Simos Plus na limeandikwa katika lugha kabisa ya kigeni. Leo nimkaribishe mtaalamu wetu, daktari, utuelezee Simos Plus hii maana yake ni nini? Asante. Simos Plus ni maneno mawili ya Kiingereza, Simos alafu na ile plus nyingine. Simos kwa Kiswahili ni mwani, na ile plus ni kitu kilichoongezwa. Pengine nichukue nafasi hii kuongea kwanza kuhusu mwani yenyewe kama mmea ambao unakuwa baharini, na mmea huu umeanza kutumika na wanadamu miaka zaidi ya 1000 iliyopita katika visiwa vya Island pamoja na visiwa vingine ambavyo katika ukanda wa pwani, hasa katika maeneo ya mashariki ya bahari. Mmea huu ulianza kutumika kama chakula wakati wa njaa, na baadaye maabara zilipokuwa ukathibitika kwamba ulikuwa ni mmea wenye thamani sana kuliko ambavyo wanadamu waliwahi kujua. Unakadiriwa kuwa na virutubishi 92 katika kila 102 ambavyo mwanadamu anahitaji kwa siku. Kwa hivyo mmea huu ulianza kutengenezwa Ulaya na ikaanza kutumika kama virutubishi miaka hivi karibuni, miaka michache imeanza kutengenezwa pia katika bara la Afrika. Na hapa Tanzania tumeanza kutengeneza Simos alafu pamoja na plus, ambayo plus sasa ni mmea mwingine ambao tunaongeza mle ndani, mmea ambao kwa Kiswahili unaitwa mchaichai katika viwango ambavyo sitavieleza, lakini ile plus maana yake ni kwamba kuna kitu kimeongezwa katika mwani, kwa hiyo inaitwa kwa Kiswahili mwani iliyoboreshwa. Ile plus ina faida yake. Kuna vitu ambavyo wataalamu waliona kwamba ukiongeza ile plus, yani kwa maana ya mchaichai, kuna faida ambazo utakuwa umezi boost zilizokuwa katika mwani, ambao ukitumia mwani wa kawaida peke yake hautapata manufaa kama yale. Kwa hivyo Simos Plus ni mwani iliyoboreshwa kwa Kiswahili, ambao ni mmea unaoota baharini. Sasa kwa Simos Plus ni bidhaa inayotengenezwa kwa kutumia mwani pamoja na mchaichai, ambayo hapa Tanzania inatengenezwa na kampuni ya Nyamuzi Traders, ambao wanatengeneza sasa mwani hiyo kwa ajili ya matumizi ya kunywa kwa maana ya vidonge, kwa maana ya kama majimaji, lakini pia kwa maana ya unga. Bidhaa hizo pia zinapatikana katika mfumo wa sabuni, kwa maana sabuni ya kuoga kwenye mwili, lakini pia kwenye nywele, lakini pia kama sabuni ya kipande kwa ajili ya kuoga. Naam. Asante sana daktari kwa maelezo mazuri. Samahani daktari, una chochote cha kuongezea? Daktari ameweza kuzungumza vizuri sana kuhusu asili ya Simos, lakini pia hasa Simos Plus ambayo inapatikana Nyamuzi Traders.
Labda niongezee tu kwenye faida ya CMOS Plus na CMOS nyingine ambazo zinapatikana mahali pengine ni kwamba daktari amesema kwamba hii ina nyongeza ya mchaichai. Nyongeza yake ni kwamba ule mchaichai unakuwa na ingredient nyingine ambazo kwa mfano tunaita flavonoid pamoja na polyphenol, ambazo kiasili hizi ni antioxidant, ambapo kazi yake ya antioxidant ni kuweza kuzuia uzalishaji wa hizi free radicals tunaziita, ambazo zinakuwaga na hatari kwenye mwili wa binadamu. Lakini pia uzuri wa CMOS Plus ambayo inaandaliwa na Nyamuzi Traders, inaandaliwa katika kiwango cha juu sana, tofauti na namna nyingine ambao unakuta zinaandaliwa. Asante sana daktari kuhusiana na taarifa kuhusiana na CMOS Plus, na umezungumzia kitu Nyamuzi Traders. Nyamuzi Traders wanapatikana wapi? Nyamuzi Traders wanapatikana Kigamboni, Kisota. Kwa mtu ambaye anatokea feri, utachukua gari hadi Maweni. Maweni pale ukifika utachukua, ni usafiri ni mwendo kama wa dakika 15, utafika jengo linaitwa Afya House. Hapa ndio tunapatikana, lakini pia kuna sehemu nyingine ambapo tuna maduka yetu, hizi bidhaa zinapatikana hata hapo Maweni zinapatikana pia, lakini pia Mji Mwema zinapatikana. Asante daktari. Daktari, unaweza kuongezea? Nadhani kama tunakwenda vizuri, ni labda niseme tu, kwa sababu sisi ni madaktari, watu wanaweza kufikiria kwamba tunataka kuongelea magonjwa. Hapana. Tunataka kuongelea namna ambavyo CMOS Plus inaweza kukusaidia kutokuwa mgonjwa, ambalo ndio jambo la muhimu sana. Nadhani kwamba kuna madaktari wako hospitalini wanatibu, alafu kuna sisi tuko nje. Kazi yetu sisi madaktari wa nje ni kuzuia watu wasiugue wakaenda hospitali, na utagundua kwamba matumizi ya CMOS Plus yanasaidia kuzuia magonjwa, kuongeza kinga za mwili, kuongeza nguvu ya mwili, kusaidia kupunguza maudhi kadha wa kadha ambayo yangesababisha uugue alafu uende hospitali. Kwa hiyo hapa, hata kama huumwi, usiseme madaktari hawa wanataka kuongelea magonjwa. Hapana, tunaongelea zaidi ya magonjwa, kwa maana ya kuweka mwili wako kubaki kuwa na afya na usiugue, kwa sababu kuugua ni gari pia. Labda hilo tu peke yake. Asante daktari, katuambia wanatuelimisha ili tusiweze kuugua. Sasa daktari, kwa wale watu ambao tayari wameshaugua, kwa mfano kuna na mtu ana changamoto za kutokupata choo, labda pia ana changamoto ya vidonda vya tumbo, pia kuna wale ambao wanaweza kukaa hata wiki nzima hawajapata haja kubwa. Vipi CMOS Plus daktari, inaweza kumsaidia? Jibu ni ndio. Kwamba unaelewa, ubongo wa kwanza ni kichwa, ubongo wa pili ni tumbo. Kwa maana ya kwamba watu wengi wana changamoto kwa mfano ya kiungulia, watu wengine wana changamoto ya constipation, kutopata haja kubwa kwa muda, watu wengine wana changamoto ya bawasiri kwa mfano, hemorrhoids wanaita. Sasa watu wote hawa wakiwa wana changamoto hizo, wakitumia CMOS Plus itawasaidia sana kupambana na changamoto hiyo. Na nitumie tu nafasi kidogo, dakika moja, kueleza tu kidogo kwamba CMOS Plus ni bidhaa ambayo ni alkali. Kwa kama mtu anatengeneza asidi nyingi mwilini, CMOS Plus inamsaidia kupunguza ile asidi. Kwa kama una kiungulia, ile asidi itakuwa imeshuka, kwa hivyo hautaweza kusikia kiungulia tena. Lakini la pili, kama una vidonda vya tumbo unavijuaje? Pale ambapo muda wa kula unakaribia, unasikia tumbo linakuuma sana, alafu kila kama maharage labda, ama kila chakula chenye limau kidogo, tumbo linanyonga sana. Tumbo lile ambalo linauma ukikaribia muda wa kula, maana yake una vidonda vya tumbo. Kama una vidonda vya tumbo, mwani iliyoboreshwa maana CMOS Plus itakusaidia pia kuzuia vidonda kuendelea, lakini pia kuponya kwa sababu ya asili yake. Watu ambao kwa mfano wana unene uliokithiri kwa mfano, mwani iliyoboreshwa ina fiber inaitwa carrageenan ambayo inasaidia
ukitumia tumboni kule kukuamilisha kama umeshiba, na kwa hivyo kupunguza kiasi cha chakula na mara ngapi ambapo unakula. Lakini pia kama mtu anapata haja kubwa kwa ugumu sana au choo kigumu sana, inasaidia kulainisha choo. Kwa hivyo watu ambao wana changamoto ambazo umezitaja, kuna namna nyingi tu sana ambazo Simos Plus inaweza ikawasaidia kuboresha maisha yao. Mwisho kwenye pointi hiyo, wale ambao wana bawasiri, Simos Plus inawasaidia kulainisha choo, lakini pia inawasaidia kwa sababu ina asili ya antibiotic, inawasaidia kuzuia wadudu. Kwa hivyo inawasaidia katika kuboresha afya zao kwa ujumla wake. Asante. Asante Dr. Bujari. Dr. Julius, unacho kuchangia? Labda niongezee hapa. Dr. Bujari amezungumza kitu cha msingi sana, kwamba Simos inakuwa inakufanya ile hamu ya kula iweze kupungua. Sasa mtu atauliza, je, ni kila chakula kidogo sitapungukiwa virutubisho ambavyo vinahitajika? Iko hivi, katika maisha ya mwanadamu, mwili wetu hauhitaji chakula kingi, ila unahitaji virutubisho na madini ya kutosha kwenye chakula ambacho unakula. Kwa hiyo sasa, hata kama ukila chakula cha kiasi, lakini tayari umeshakula na Simos ambayo tayari ina mrundikano wa virutubisho na madini mengi ya kutosha, tayari unakuwa umeziba ile gap. Kwa hiyo ina maana ya kwamba hata kama ni kile chakula kidogo, lakini Simos tayari inakuja kuziba ile gap ya virutubisho ambavyo inahitajika kusudi mwili wangu uweze kufanya kazi vizuri. Asante sana daktari kwa maelezo mazuri sana. Ulivyokuwa wakati unadadavua kwamba Simos Plus ina virutubisho vingi, nikakumbuka sasa hivi kuna hii changamoto ambapo unakuta watu wengi sana wanauaraza. Unakuta mama kabana nywele ipo huku, yani hapa kote hapa hakuna nywele. Au unakuta mtu ana ngozi, unaweza ukaiangalia mpaka unasema huu ni ugonjwa gani. Unakuta yani ngozi haipo smooth, kuna mmejikunja. Je, katika hivyo virutubisho votaja ambavyo Simos Plus inavyo, je, ipo ambavyo inasaidia hii afya ya ngozi pamoja na nywele? Yes, kama ambavyo tumekusha kuzungumza, daktari alisema kwamba katika Simos kuna virutubisho takriban 92. Ina maana katika virutubisho hivyo vipo ambavyo vinakuwa vinasaidia kwenye afya ya ngozi. Kwa mfano, tunaweza tukasema kuna vitamin C, kuna madini ya zinki ambayo yanasaidia katika uzalishaji wa collagen. Collagen ndizo ambazo zinahusika katika kuhakikisha kwamba ngozi yako inakuwa vizuri sana. Lakini Simos yenyewe inakuwa na sifa, kwa kilugha ya kitaalamu tunaita properties za antifungal pamoja na antibacterial. Yaani ya kwamba ina uwezo wa kuzuia ukuaji wa fungus pamoja na bakteria kwenye ngozi yako. Kwa namna hiyo inakuwa inazuia uotaji wa chunusi katika ngozi yako. Lakini pia Simos ina madini kwa mfano ya zinc. Madini ya zinc ni ya muhimu sana katika kuhakikisha kwamba damu inakuwa inaenda vizuri katika sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo yale madini ya zinc ukiwa unakula katika kiasi ambacho kinatakiwa, yanakuwa yanasaidia kwamba damu inaenda vizuri katika ngozi yako, lakini pia katika nywele zako. Kwa hiyo basi ngozi yako inakuwa na afya njema. Lakini pia Simos na vitamin E tunaita, ambayo kiasili vitamin E ni antioxidant, ambayo antioxidant tumeona mwanzoni, tumeona ya kwamba inakuwa inazuia utengenezwaji wa free radicals kwenye mwili, ambazo ni chembe hatari ambazo zinasababisha athari kwenye seli za mwili wa binadamu. Asante daktari kwa maelezo mazuri. Dr. Bujari, unacha kuongeza? Karibu. Ndio. So kwanza amesema vizuri sana kuhusiana na namna ambavyo Simos Plus inaweza kumsaidia mwanadamu, lakini niongeze kwamba sayansi inatuambia kwamba seli za ngozi huwa hubadilika kila baada ya siku 28. Kwa hivyo unapotumia Simos Plus kwa zaidi ya siku 28, zile ngozi za zamani zitakapotoka itakuwa imeshaleta ngozi mpya. Lakini niweke jambo moja wazi pia kwamba mnagundua kwamba kutokana na mabadiliko ya tabia ya nchi na hali ya hewa, kuna ule ukanda unaitwa ozone ambao umeshatoboka, na hivyo kuna mionzi mingi
kuja duniani kutoka kwenye jua. Ile mionzi ni hatari sana kwa ajili ya ngozi ya mwanadamu. Kwa hiyo kuna vitu ametaja free radicals, kuna zile zinatengenezwa ndani ya mwili, afu kuna zile kutokana na jua. Kwa hivyo namna nzuri ya kulinda ngozi yako ni kutumia Simos Plus kwa chakula chako kila siku, ili kuzuia zile mionzi sasa ambazo zinakuwa zinatoka hewani, ambayo sasa itakusaidia ngozi yako kuwa na afya. Simos Plus katika kutenda hayo ametaja kingine kinaitwa collagen, ndio inatumika katika kurudisha ngozi. Kwa hivyo inafanya ngozi yako iwe nyororo, iwe smooth. Lakini pia kuna watu wanapata chunusi na kuna magonjwa mengine ya ngozi, kwa mfano ngozi inakauka fulani hivi. Hao Simos Plus ni bidhaa muhimu sana kwao, kwa sababu Simos Plus inazuia ngozi kukauka, lakini pia kwa sababu ya asili yake inapunguza inflammation kwenye ngozi. Kwa hivyo kwa ufupi tu ni kwamba Simos Plus ina manufaa makubwa kwenye ngozi, lakini si tu kwenye ngozi, ina manufaa makubwa kwenye nywele. Kwa mfano, kuna watu nywele zinakatika kama vile imekuwa majani makavu. Wewe ambaye nywele zinakatika, ukitumia Simos Plus kwa mwezi mmoja utashangaa nywele zako. Kwa hiyo Simos Plus inaongeza pale kwenye kitundu ambako nywele zinatokea panakuwa imara, lakini pia inaongeza ugumu wa nywele ili nywele unapochana zisipukutike. Kwa hivyo kuna manufaa mengi ambayo mtu anaweza kupata kwa kutumia Simos Plus. Niseme tu kwa haraka kwamba kuna Simos Plus ya kunywa, lakini pia kuna zile ambazo ziko kwenye sabuni ambazo pia unaweza ukaogea, na kuna maalum kabisa kwa ajili ya nywele. Zote hizo zinapatikana kama watu wakihitaji. Asante. Asante daktari kwa maelezo mazuri. Pia daktari, leo kumbe kuna madaktari. Pia madaktari, kuna hili swala la upungufu wa kinga mwilini. Watu wengi wakienda hospitali wakaambiwa inaonyesha kinga zako za mwili zimeshuka, huwa wanakuwa kuna wakati wanashtuka sana, labda ndio maana umepata mafua. Je, unaweza kuzungumziaje kuhusiana na upungufu wa kinga au kinga za mwili kushuka pamoja na Simos Plus? Karibu daktari. Nafikiri kwa watu wengi ambao tumesoma sayansi tu ya kawaida, hata shule ya msingi, tulisoma kwamba kinga ya mwili inachangiwa na vitu vingi sana, lakini moja ya vitu muhimu sana tunapozungumzia kinga ya mwili ni seli nyeupe za damu. Lakini pia hata hizi seli nyeupe za damu zinahitaji lishe ya kawaida kusudi ziweze kutengenezwa vizuri na kuweza kufanya kazi vizuri. Na kwenye lishe ya kawaida pia, hapo ndio seli nyekundu za damu zinaingia. Simos Plus inasaidiaje? Kama ambavyo tumekwisha kuzungumza kwamba Simos Plus ina virutubisho takriban 92, na madini ya zinki ni ya muhimu sana katika uzalishaji wa seli nyeupe za damu ambazo ndo zinahusika katika kuwa na kinga nzuri ya mwili. Lakini pia ina madini ya chuma, iron kwa lugha ya kitaalamu tunaita, ambayo yanasaidia katika uzalishaji wa seli nyekundu za damu. Seli nyekundu za damu kama ambavyo tunajua huwa zinahusika katika kubeba oxygen, lakini pia damu yenyewe inapeleka virutubisho kwenye sehemu mbalimbali za mwili. Kwa hiyo basi na zenyewe kupitia hiyo oxygen ambayo inabeba na virutubisho zinasaidia katika kuimarisha utengenezwaji na ufanyaji kazi vizuri wa seli nyeupe za damu. Lakini pia kuna madini ya msingi sana ambayo yanapatikana kwenye Simos Plus, madini ya selenium. Haya madini ya selenium upatikanaji wake kwa kutokana na shughuli za kilimo ambazo tunafanya sasa hivi katika nchi zetu inakuwa ni kwa mara chache sana. Yana umuhimu sana katika ufanyaji kazi wa seli nyeupe za damu za mwili. Kwa hiyo Simos Plus ina pia, katika Simos Plus pia unakuwa unaipata hii selenium ambayo itakusaidia katika kuhakikisha kwamba seli zako nyeupe za damu zinafanya kazi vizuri na kinga yako ya mwili inakuwa katika kiwango ambacho kinatakiwa. Asante daktari. Daktari, una kipi cha kuongea kuhusiana? Kwanza ameongea vizuri sana. Ameongea vizuri sana kuhusu namna chembe za mwili zinavyo pigana. Nianze kwa kusema kwamba kinga za mwili zinakuwa imara kutegemeana na vitu ambavyo umeweka kwenye mwili ili mwili uweze kufanya kazi yake vizuri.
na ametaja vitu viwili vichache hapa. Ametaja kuhusu selenium kama madini, lakini nianzie nyuma kidogo sasa kusema kwamba kinga ya mwili maana yake ni uwezo wa mwili kuulinda mwili usiugue, moja. Mbili, kufanya mwili upone haraka unapokuwa umeugua. Moja, kulinda mwili usiugue, lakini pili, kufanya mwili upone haraka unapokuwa umeugua. Ukiona mtu anaugua mara kwa mara, kinga zake za mwili zimeshindwa kuulinda mwili usiugue. Ukiona mtu anaugua kwa muda mrefu, ujue kinga zake za mwili zimeshindwa kumfanya awe na quick recovery, apone haraka. Kwa lugha rahisi kabisa. Sasa mwili unaweza ukapungukiwa kinga kwa sababu ya mtu anaweza kapungukiwa kinga za mwili kwa sababu mbalimbali. Watu wamezoea sana ambaye anapungukiwa kinga ni mwenye virusi vya ukimwi, lakini si kweli. Kinga za virusi vya ukimwi ni mojawapo ya kitu kinachoweza sababisha mtu apungukiwe kinga za mwili, lakini yako mengine. Kwa mfano, mtu akiwa na magonjwa ya muda mrefu, kwa mfano ana ugonjwa wa kisukari kwa muda mrefu, atapungukiwa kinga za mwili. Kansa, atapungukiwa pia kinga za mwili. Magonjwa ya figo kwa muda mrefu, atapungukiwa kinga za mwili. Utapiamlo, atapungukiwa kinga za mwili. Hapa naongelea watoto na wazee. Kwa hivyo sasa, ili mwili uwe na kinga thabiti, kuna vitu vinahitajika ambavyo ni virutubishi amevitaja daktari pale. Ametaja kuhusu selenium. Niongezee iodine, madini muhimu kwa ajili ya kinga za mwili. Lakini kuna vitu vingine vya kutaja, antioxidant, anti-inflammatory. Hivi ni vitu ambavyo vinasaidia mwili ili usiugue, na ikiwa umeugua basi kuweza kupona haraka. Sasa Simos Plus inavyo vyote hivyo ambavyo nimevitaja na ambavyo mimi niko nataja. Ina madini ya selenium, ina madini ya iodine, ina antioxidant, ina anti-inflammatory. Mambo yote haya ukiyachanganya yanasaidia mwili kutougua. Lakini pili, kama ukiugua yanasaidia mwili kupona haraka. Kwa hivyo jibu ni kwamba mtu akiwa ana upungufu wa kinga mwilini kwa sababu yoyote ile, Simos Plus itamsaidia kumrejesha katika afya yake. Labda nimalize tu kwa kusema kwamba unapoongelea kinga za mwili kushuka, zinaweza kutokana na mazingira ambayo mtu anaishi. Mazingira ambayo unakula virutubishi alafu na infection nyingi za mara kwa mara. Simos Plus ina tabia zingine tatu niziseme. Moja, antibacteria. Mbili, antiviral. Tatu, antifungal. Sasa hizi bakteria, virus na fungus ni wadudu ambao hushambulia mwili mara kwa mara. Kwa hivyo mtu anapokuwa anaweka kwenye diet yake Simos Plus, anapata ulinzi dhidi ya bakteria, anapata ulinzi dhidi ya virus, anapata ulinzi dhidi ya fungus. Kwa hiyo ni kirutubishi muhimu katika diet, katika chakula cha kila mwanadamu. Asante. Asante daktari. Asante sana kwa elimu, na mimi nimejifunza. Nimeona daktari umezungumzia baadhi ya magonjwa kama kansa, kisukari, figo. Magonjwa haya ninavyojua sasa hivi ulimwenguni yamekuwa tishio sana na yanatumia pesa nyingi sana. Na kuna watu nilisikia, kuna baadhi ya watu wanazungumzia ni kama magonjwa ambayo hayaambukizi. Daktari, magonjwa yasiyoambukiza haya ambayo mimi nimejaribu kutaja, kansa, kisukari, ni magonjwa gani ambayo yasiyoambukiza, na unaweza kuwasaidia Watanzania au watazamaji kitu gani ambacho Simos Plus inaweza kufanya miujiza kwa magonjwa hayo yasiyoambukiza, kusaidia kuto kutumia pesa ipasavyo nyingi sana au kuto kutumia muda sana kwa ajili ya kujitibu? Karibu daktari. Umezungumza vyema sana. Shirika la Afya Duniani limesema ya kwamba magonjwa yasiyoambukiza yamekuwa ni tishio sana katika mfumo wa afya, sio tu kwa mwanadamu mmoja peke yake, lakini pia kwa mfumo wa afya, hasa katika nchi zetu hizi zilizoko kwenye kusini mwa jangwa la Sahara. Nafikiri turudi tu kwenye chanzo. Magonjwa yasiyoambukiza
kisayansi tunasema ya kwamba huwa yana uwezo wa kutengenezeka na kushamili sana katika mazingira ambayo kuna asidi nyingi sana. Yaani asidi ndio huwa chanzo cha magonjwa mengi yasiyoambukiza kuweza kutengenezeka na kushamili. Na asidi asilimia kubwa katika mtindo wetu wa maisha huwa tunaipata katika vyakula ambavyo tunavila katika maisha yetu ya kila siku, hasa vyakula kama nyama, lakini pia hasa hata hivi western food tunaita hizi fast food. Mara nyingi ni moja ya vyakula ambavyo vinakuwa na chanzo kikubwa cha asidi, na asidi ikishakuwa nyingi mwilini huwa inasababisha seli za mwili zinaanza kujeruhiwa, seli pamoja na misuli, na hapo ndio chanzo kikubwa cha magonjwa mengi yasiyoambukiza. Simos Plus nafikiri mwanzoni tulizungumza, kwanza inazuia uzalishaji wa asidi nyingi hiyo na kutolewa mwilini, asidi ambayo tunakuwa tunaila katika milo yetu. Lakini pia tukienda katika magonjwa moja kwa moja, kwa mfano ugonjwa wa kisukari, tunafahamu ya kwamba kuna aina mbili za kisukari ambazo tunasema kwamba kuna kisukari cha aina ya kwanza na kisukari cha aina ya pili. Kisukari cha aina ya kwanza ni kisukari ambacho mgonjwa hawezi kuzalishwa insulin ya kutosha, lakini kisukari cha pili mgonjwa anazalisha insulin lakini haiwezi kuingia kwenye seli, haiwezi kaingiza ile glucose iweze kutumika kwenye seli za mwili. Kwa hiyo unakuta ile glucose inakuwa nyingi ndani ya mzunguko wa damu, ndio tunasema kisukari cha pili. Simos Plus inasaidia kwa namna gani? Tulizungumza mara ya kwanza kwamba Simos Plus inakuwa na fiber. Hizo fiber huwa zinazuia ufyonzwaji mkubwa wa sukari kwenye utumbo mdogo wa chakula, kwa sababu kisayansi tunafahamu ya kwamba sukari nyingi huwa inafyonzwa kwenye utumbo mdogo wa chakula. Kwa hiyo kama hauwezi ukafyonza sukari nyingi, haiwezi kawa nyingi kwenye mzunguko wa damu. Lakini kitu cha pili Simos inachofanya, inajaribu kuisaidia ile insulin sasa ambayo ilikuwa haiwezi kuingiza sukari kwenye seli za mwili iweze kufanya kazi yake vizuri, kuingiza ile sukari ndani ya seli za mwili iweze kutumika. Hiyo inazuia kiwango kikubwa cha sukari kuwa kwenye mzunguko wa damu. Lakini pia tukienda kwenye pressure tunafahamu ya kwamba huwa inasababishwa kwa kiwango kikubwa na mafuta yale au sukari kukaa kwenye mishipa ya damu. Hiyo ndio kwa kiwango kikubwa huwa ndio chanzo cha pressure. Simos Plus inasaidia nini? Moja ya aina, kwa sababu kwenye mwili tuna hivi virutubishi tunaita pia fats, lakini fats na zenyewe ziko za aina tofauti. Tuna aina ya fats ambazo tunaita ni lower density lipoprotein au LDL. Hii tunasema ya kwamba huwa ni fati mbaya. Hii fati ikizalishwa kwa wingi kwenye mwili wa binadamu, hasa kwenye ini, huwa ina tabia kwenda kujipachika kwenye mishipa ya damu. Ikiingia pale mishipa ya damu inakuwa na size ndogo. Kwa Simos Plus, moja kitu ambacho inakifanya pia ni kupunguza uzalishwaji wa hizi fats mbaya kwenye mzunguko wa damu. Kwa hiyo hivyo ndio namna ambavyo Simos Plus inazuia magonjwa yasiyoambukiza. Lakini pia hata kwenye kansa tumeona ya kwamba Simos Plus, moja ya sifa ambayo hizi tunaita antioxidant, ambazo zinazuia uzalishwaji wa free radicals, ambazo pia ni moja ya visababishi vikubwa vya kuanza na kushamili kwa kansa. Lakini pia tunafahamu ya kwamba kansa huwa inatokea pale ambapo unakuta seli za mwili zinakuwa katika kiwango ambacho haziwi controlled na mwili, kwa sababu seli za mwili katika ukuaji wake huwa kuna mchakato au mfumo mzuri wa kuweza kuzicontrol katika mwili. Unapokuta zimekuwa katika kiwango ambacho hazitakiwi, unakuta zinakuwa nyingi kuliko kiasi. Na nini ambacho kinazipatia chakula sasa hizi seli ziweze kukua? Ni ile mishipa ya damu midogo ambayo unakuta inatengenezeka. Kwa lugha ya kitaalamu tunaita angiogenesis. Ni kutengenezwa kwa mishipa mingine ya damu ambayo inakuwa inazipatia zile seli za kansa chakula. Kwa Simos Plus pia ina baadhi ya virutubisho au ingredients ambazo zinakuwa zinazuia utengenezwaji wa hii mishipa ya damu mipya kwa ajili ya kuzipatia kansa chakula. Kwa namna hiyo Simos Plus inakuwa inasaidia utengenezwaji, lakini pia na kusambaa
kwa kansa katika mwili wa binadamu. Oh, asante sana daktari. Pale mwisho nahisi kama siji labda ulimi umeteleza. Wanasema mfupa na ulimi au ulimi hauna mfupa. Amesema inasaidia utengenezwaji. Nani Simos Plus inazuia utengenezwaji wa cells za kansa. Halafu sio tu kwamba inazuia utengenezwaji, yani kwa maana ya kuanza kwa kansa, lakini pia ina activate, inaamsha chembe katika mwili ambazo huwa zinaweza kuharibu hizo cancer cells, zinaitwa T helper cells katika kinga za mwili. Kwa hivyo ni kusema kwamba ndugu mtangazaji kwamba Simos Plus ukitumia wewe ambaye hujaugua itakusaidia kupunguza hatari ya kuugua kansa. Okay? Kama umeshaugua itakusaidia kupunguza makali ya zile cells, cancer cells zile, na baadaye cancer cells, kuna sayansi inafanyika sasa kudocument kama Simos peke yake inaweza kutumika kutibu baadhi ya kansa. Kwa hivyo nitaka niongeze tu, lakini kuna eneo lingine pengine la kutaja moja mawili. Moja ni masuala ya figo. Magonjwa ya figo yanaonekana kuongezeka miaka hivi karibuni, figo zikiharibika kabisa na watu wengi wakihitaji kufanyiwa dialysis, kipimo cha kubadilisha kutoa uchafu kwenye damu. Kwa kawaida serikali ya Tanzania imeelekeza kila hospitali za rufaa za mikoa ziwe zina vifaa vya kuweza kufanya dialysis. Dialysis moja inagharimu kati ya 160,000 na 180,000 moja, na mgonjwa anafanya dialysis 3 au 2 kwa wiki. Kama akifanya 2 360,000, okay, ni wa Tanzania wangapi wanaweza wakamudu 360,000 kwa wiki? Ni wachache sana. Kwa hivyo Simos Plus inazuia figo kusinyaa na kuharibika kule kwa ndani, inaitwa renal fibrosis. Inazuia hiyo. Kwa hiyo pia inazuia mawe ya kwenye figo kama yako yanayeyuka. Kwa hivyo si tu kwamba inasaidia watu wenye kansa na wenye kisukari na pressure peke yake, hapana, lakini pia inasaidia na watu ambao wana changamoto za figo. La mwisho kaligusia kidogo ni afya ya moyo. Mtangazaji na msikilizaji mtakubaliana nasi kwamba kama unavyoelewa, moyo ni kiungo ambacho hakipumziki toka siku kinaanza kufanya kazi mpaka siku unakufa. Macho yanasinzia, masikio ukilala hayasikii, lakini moyo unafanya kazi throughout. Ndio kusema kwamba afya ya moyo ni muhimu sana katika maisha ya mwanadamu. Kwa hivyo unapotumia Simos Plus inasaidia pia kuboresha afya ya moyo, kufanya misuli yake iweze kufanya kazi vizuri, kuongeza stamina ya moyo, misuli ya moyo, mishipa ya damu, pamoja na kuzuia damu kuganda kwenye mishipa kwa wale wagonjwa ambao wameanza kupata changamoto ya moyo, ama kwa sababu ya umri ama kwa sababu ya infections ambazo walipata katika wakati fulani. Nitaka niongeze kidogo hapo. Asante sana daktari, asante Dr. Julius kwa maelezo mazuri sana, kwa elimu nzuri sana. Sasa ninadhani niwahamishe twende kwenye afya ya uzazi. Tutaanza kuzungumzia, kwa sababu tukiongea uzazi tunazungumzia mwanamke na mwanaume. Je, daktari, hii Simos Plus ina faida gani au ina umuhimu gani kwenye afya ya uzazi wa binti au mwanamke kwa ujumla? Umeuliza swali la msingi sana, na tunapozungumzia afya ya uzazi sio tu wakati ambao mwanamke anakuwa kwenye ujauzito. Afya ya uzazi tunasema kwamba ni kipindi kipana cha mwanamke, kwa lugha ya kitaalamu wanaita reproductive age, ambayo kisayansi huwa inaanza kuanzia miaka 18 hadi miaka 45 kabla mwanamke hajaingia kwenye menopause. Kwa hiyo kwenye uzazi wa mwanamke kuna hatua mbalimbali. Kwanza tunaanza kipindi cha hedhi, kwa sababu tunafahamia kwamba mwanamke akiwa anaingia kwenye uzazi, hedhi ndio tunasema kwamba kama taa nyekundu, indicator kwamba sasa hivi unaelekea kwenye kipindi cha uzazi. Kwa hiyo mara nyingi unakuta
mabinti wengi au wanawake wengi wanakuja hospitalini wanasema ya kwamba labda kwenye kipindi changu cha hedhi nakuwa napata maumivu makali sana. Nafikiri imekuwa ikitokea kwa wanawake wengi kipindi cha sasa hivi. Na Simos Plus pia ina faida, inakuwa inasaidia. Simos Plus kama ambavyo tumesema ina madini ya ambayo tumesema madini ya zinc, madini ya magnesium na potassium ambayo yanakuwa yanasaidia zile menstrual cramp, kwa kuwa unasikia maumivu sana wakati wa hedhi. Lakini pia kitu cha msingi kuhusu Simos Plus, hata kwa wanamama ambao wanatamani kubeba ujauzito, Simos Plus pia ina msaada. Tumeona kwamba ina virutubishi pamoja na madini ya kutosha kama madini ya vitamin B kuanzia B6, B9 na B namba 12. Ni ya msingi sana kwa afya ya mtoto ambaye unatamani kuja kumbeba katika siku za mbeleni. Lakini pia Simos Plus ina aina ya fats ambayo tunaita ni omega 3 fats ambayo ni ya msingi sana katika utengenezwaji au ukuaji wa ubongo wa mtoto. Tunafahamu ya kwamba ubongo wa mtoto huwa unaanza kukua toka mtoto akiwa tumboni hadi akiwa ametoka nje. Kwa hiyo tumeona kwamba ina faida pia kwa mama mwenyewe, lakini pia hata kwa mtoto aliyeko tumboni. Lakini pia wakina mama ambao wanakuwa wanapata ujauzito, hata wakina dada ambao wanakuwa wanapata period tunaita health menses, huwa na changamoto ya kupungukiwa damu. Lakini pia kwa mama wajawazito huwa wanapata kitu kinaitwa anemia, ambayo na yenyewe ni upungufu wa damu. Pia hii Simos Plus kama ambavyo nimesema ina madini ya chuma ambayo yanasaidia katika utengenezwaji wa damu. Lakini pia moja ya changamoto ambayo kwenye sayansi ya kawaida tunasema ya kwamba kwenye mfumo wa homoni katika mwili wa binadamu ni moja ya mfumo ambao tunasema ni tata, yani ni complex. Yani uzalishaji wa homoni moja unakuta unategemea homoni 2 hadi 3 ambazo zinatakiwa zizalishwe kwanza afya yenyewe iweze kuzalishwa. Homoni za uzazi zina mahusiano makubwa sana na homoni ya thyroid. Ina mahusiano makubwa sana katika kuhakikisha kwamba homoni za kiume na za kike zina balance vizuri katika mwili wa mwanamke. Kwa hiyo kama ambavyo tumesema kwamba Simos Plus ina madini ya iodine. Iodine kazi yake huwa ni kusaidia uzalishwaji wa homoni ya thyroid katika tezi ya thyroid ambayo inapatikana kwenye maeneo ya shingo. Kwa hiyo kama mtu akiwa na uzalishaji wa homoni ya thyroid vizuri, na maana pia itamsaidia pia katika kuhakikisha kwamba anakuwa na balance nzuri katika homoni za kiume na za kike, na hivyo kuondoa hii changamoto ya hormone balance ambayo kwa kiwango kikubwa pia imekuwa ikiwasababisha wanadada wengi na kina mama wengi kupata changamoto ya kutopata mtoto. Asante sana daktari. Daktari, una cha kuongezea kuhusiana na masuala ya afya ya uzazi kwa wanawake na mabinti? Nadhani kaweka vizuri sana. Isipokuwa nilikuwa naangalia siku hizi hasa kuna wadada ambao wanachelewa kupata ujauzito ama wanazaa mtoto mmoja alafu wanajua wenyewe. Wanaingia kwenye hatari ya kupata uvimbe katika mfumo wa uzazi. Wanaita fibroids. Matumizi ya Simos Plus kwa uendelezo yanapunguza hatari au uwezekano wa kupata hizo fibroid katika mfumo wa uzazi. Moja. Pili, wakina mama wanapokaribia kukoma hedhi yao, huwa wanahitaji msaada wa balance homoni zao, lakini pia kuwapunguzia ile maudhi, menopause syndrome. Kwa hivyo matumizi ya Simos Plus yanapunguza yale maudhi ambayo wakina mama wanayapata wanapokaribia kukoma hedhi. Lakini pia katika wakati huo wakina mama wanahitaji bidhaa hii waje kuwasaidia kupata uimara wa mifupa. Kwa sababu katika umri huo mifupa ya kina mama inaweza kuwa dhaifu kidogo, na ni rahisi kuteleza bafuni kidogo ukasikia amevunjika mkono, sijui kavunjika mguu, sijui kafanya nini, kalogwa au hapana, hakulogwa. Ni kwa sababu mifupa yake imekuwa brittle, imekuwa laini. Kwa hiyo Simos Plus tamsaidia
kuimarisha ile mifupa yake. Lakini pia kwa wale ambao bado wanazaa, ujue kuna idadi afu kuna ubora. Simos Plus inasaidia kutoa yai bora. Wanawake hawatoi mbegu, wanatoa mayai, kutoa yai bora. Ile point amezungumza daktari kuhusu maumivu ya hedhi, actually takwimu zinaonyesha kwamba kati ya wanawake 50 mpaka 75 katika kila 100 wanapitia maumivu ya hedhi kila mwezi. Kwa watoto wadogo ambao wako shuleni, ikichangia watoto kukosa vipindi, karibu zaidi ya 50% ya wale wanakosa vipindi wasichana kwa sababu ya maumivu ya hedhi. Kwa hivyo wasichana wakitumia Simos Plus kama sehemu ya diet yao, itapunguza adha hii ambayo wanaipata. Na kwa sababu ya asili yenyewe ya maumivu, si rahisi kumwambia mwalimu nina maumivu ya hedhi. Kwa hiyo wanaugulia kwa ndani bila hata kumwambia mtu yeyote. Kwa hivyo kama mzazi ananisikiliza hapa, fanya Simos Plus kama sehemu ya diet ya mwanao wa kike kwa sababu ya kuzuia maumivu ya hedhi yanayoitwa dysmenorrhea. Asante. Asante daktari. Tumeongelea afya ya uzazi ya wanawake pamoja na mabinti. Daktari, unamwambiaje yule kijana mwanaume ambaye sasa hivi anatutazama, je, Simos Plus ina faida gani kwake? Huyo wa muhimu sana. So vijana siku hizi wanajitahidi kufanya workout, wanajitahidi kufanya mazoezi kidogo. Nataka ujue kwamba unapofanya mazoezi kuna muscle tear, kuna kuchanika kwa mishipa kidogo ambayo huwezi kuona kwa macho. Simos Plus inasaidia kuregain na kupona kwa vile vimisuli vidogo ambavyo vimechanika wakati unanyanyua chuma. Wale wanaonyanyua zege, wanaobeba zege, wanaobeba matofali, Simos Plus itakusaidia kuimarisha misuli yako uwe mwanaume wa nguvu. Pengine nianzie hapo. Wanaume ambao wamewahi kutumia madawa ya kulevya, wamewahi kutumia mirungi kwa mfano, kumbuka kwamba itaingilia na mfumo wako wa kutengeneza mbegu za kiume bora. Simos Plus itakusaidia kutengeneza mbegu za kiume bora. Wanaume ambao wanajisikia kuhitaji nguvu zaidi, wanatumia energy na mengine yanafanana na hayo. Sikiliza, ile ni sugar based, ni vinywaji vyenye sukari, vitakuharibu zaidi. Ushauri wako, tumia vitu vya asili. Simos Plus itakusaidia kukupa nguvu kwa sababu inaingia katika mwili na kuoperate na kufanya kazi kwenye kiwango cha seli kabisa pale na kutoa nguvu ambayo husababisha mwili mzima kuwa na nguvu asubuhi mpaka jioni. Simos Plus pia inasaidia utengenezwaji wa homoni ya kiume testosterone, kwa hivyo kuongeza stamina kwa wanaume ambao wanahitaji. Nadhani pengine kwa ajili ya wanaume naweza kuishia hapo, lakini umuhimu wa Simos Plus kwa wanaume kwenye mifupa ni sawa na kwa wanawake. Lakini pia kutaka kupunguza stress ambazo wanaume wengi wanazo kwa sababu mbalimbali, maisha yamewachanganya. Ni muhimu kujua kwamba Simos Plus inasaidia kwenye mood regulation, kupunguza stress na msongo wa mawazo. Asante daktari. Umezungumzia kuhusiana na Simos Plus kuwapatia vijana nguvu au wababa. Ukizungumza nguvu, kuna watu wanaweza wakaogopa daktari, ni wakati wote anakuwa na nguvu hiyo kwa vile ametumia Simos Plus, au kuna style ambayo Simos Plus inafanya sio kupitiliza nguvu? Maana mtu asije akasema nikinywa sana leo, nimekunywa kesho kutwa hizi nguvu zitanizidia. Hilo halizungumzani. Kwanza nguvu ziko za aina mbili. Kuna nguvu za kufanya kazi kwa kiwango cha mwili, alafu kuna nguvu za kiume. Namaanisha zote. Kuna wakati ambapo unalala, unaamka kama vile husikii kuamka, vile mwili wako umechoka, unapiga miayo, wengine hunywa kahawa. Lakini nilimaanisha kwamba Simos Plus inasaidia mwili kutengeneza nguvu yake wenyewe. Alafu nguvu nyingine ni nguvu ile unaita nguvu ya kiume. Hii ni kwa sababu inamsaidia mwanaume kutengeneza homoni za kiume ambazo anazihitaji sio asubuhi mpaka jioni, anazihitaji kwa wakati fulani. Kwa hivyo hakuna nguvu ya kupitiliza,
isipokuwa Simos Plus na kiwango chake cha kutumia pia, yani tunapendekeza gramu 4 mpaka gramu 4 mpaka 5 maximum 10 kwa siku kwa ajili ya mahitaji yake ya mwili. Asante. Asante daktari, unachokuongezea? Ya, labda tu niongezee kwenye hilo kwa sababu inawezekana kuna wengine wakajiuliza kwamba sasa kwa mfano mimi nilikuwa natumia Simos Plus kila siku, sitakuwa napata virutubisho labda in excess kuliko kitu ambacho nahitaji kwenye mwili. Iko hivi, mwili una namna ambavyo unafanya kazi. Kuna baadhi ya madini au virutubisho ambavyo ukivipata katika kiwango ambacho kinatakiwa, vingine ambavyo unakuta vinabaki huwa vinatolewa nje kama uchafu kwenye mwili. Kwa hiyo mwili